Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuombe unisikize tuko makini. Maono niliyoona ilikuwa ni siku kama 3 kabla ya mkesha wa kuombea taifa la Tanzania. Amen. Niliona ya maono nikawa nimeandika. Niliplani kuyasema kwenye ule mkesha lakini kwa sababu ya muda sikuweza kuyasema, lakini nitasema leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza niliona saa ikishuka, saa kama ile clock ya nyumbani, mnafahamu, ambayo ina mshale. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa inashuka kutoka juu, inashuka duniani na hakukuwa na aliyeweza kuishikilia. Bwana asifiwe sana. So naliona ikishuka na ilikuwa imeandikwa namba mithili ya degrees, na niliona degree 360. Mliojifunza habari ya prophetic mtakumbuka ya mambo. Kila namba haipo kwa mistake. Kila namba huwa ina maana na ina sababu. Amen. So niliona upande mmoja ile saa mshale ulikuwa umegota 360 degrees. Nikaiona imetua mkononi mwa mtu mfano wa mwanadamu aliyekuwa amesimama katika lango lililokuwa upande wa mashariki. Naliona mbingu zikitoa mwanga mwekundu mithili ya ule wa jua la jioni. Nikaona nuru kubwa ikichomoza kutoka upande wa mashariki. Mfano wa nuru hiyo ni ule ambao sijawahi kuona. Naliona kiumbe mithili ya mfano wa mtu akishuka kutoka mawinguni, naye alikuwa ameshika saa kubwa mkononi. Nikaona mshale pia ule saa wakati wa pili ulikuwa umegota kwenye namba 7. Hizi namba unapoziandika kumbuka sana. Amen. Namba 7 watumishi wa Mungu maana yake nini? Ukamilifu. 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 Nikajua ilikuwa saa 1 jioni. Wakati natazama ile saa mimi nitafsiri sasa tulivyozoea kutazama hizi saa. Kwamba mshale uko kwenye 7 ni saa ngapi? Saa 1 jioni. Nilikuwa na passive kwenye ile maono kwamba ni saa 1 jioni, lakini mshale uko kwenye namba 7. Sasa alipokaribia nikawa nimeona pepo zikivuma kutoka pande 4 za nchi. Na niliona viumbe 4 wakubwa sana wakikusanya watu kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na niliona watu wakikusanyika na kuwekwa eneo moja. Bwana asifiwe sana. Nikatazama upande ule walipokuwa nakusanya wale watu, nipate kuwaona wale waliokusanywa. Yamkini nitaweza kumfahamu mtu hata mmoja, lakini wengi niliokuwa na wafahamu sikuwaona. Remember that. Na nitaelezea kidogo hapa. Kwenye yale maono nilikuwa na perception kwamba katika lile kundi la watu wanaokusanywa nitawaona Wakristo. Nitaona watumishi wakubwa wa Mungu ninaowafahamu. Ila bahati mbaya sikuwaona. Bwana tusaidie sana. Naliona makanisa yakiungua moto. Nikawaona mitume, wachungaji na manabii wakilia kama mwanamke aliyefiwa na mume wake. Wakati naandika ya maono niliandika nikiwa na ile feeling ya maono. Amen. Kwa nitaandika kama nitasoma na nitakuwa natamu kama nilivyoandika. So niliona watumishi wakilia sana kwa machozi kama mwanamke aliyefiwa na mume wake. Na niliwasikia wakisema ole wangu, ole wangu, maana nimeachwa. Na watu wa Mungu hawa waliokuwa nalia ni watumishi wakubwa wa Mungu. Mmenisikia vizuri? Watumishi wakubwa nani? Ambao nilitafuta kwa ile kundi la kwanza kwa watu walipokuwa nakusanywa sikuwaona. Ila nikasikia upande wa pili wanalia, wanajilaumu, wanasema ole wangu, ole wangu, kwa maana nimeachwa. Ujumbe huu ni kutie moyo wewe uliye Mkristo. Endelea kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kama mchungaji wako hatakuwa kwenye safari ya kwenda mbinguni, wewe ingia kwenye safari ya kwenda mbinguni. Amen. Sio, umenisikia vizuri? Amina. Hata kama nabii wako ataahirisha hiyo safari, wewe endelea kuwa na safari ya kwenda wapi? Mbinguni. Hii iliniogopesha sana. Nikaanza kuwa na hisia kwamba kumbe watumishi wengi wataachwa. Na yamkini wakisikia ujumbe huu watabadilika. Mungu atusaidie sana. Watumishi wengi wanavyoonekana kwenye madhabahu sivyo wanavyokuwa nje ya madhabahu. Mungu atusaidie sana.
Amina. Na Mungu akupe neema ya kufanya toba iliyo thabiti kama unajua maisha yako sio mazuri. Ni lini hatujui. Amen. Kila nabii aliyetabiri hata kitabu cha Agano la Kale alisema, alitoa nabii kana kwamba Yesu anakuja kesho. Si ni kweli? Lakini miaka ikapita. Kwa na sisi tukipewa maono kama haya, tutasema hivyo hivyo kana kwamba anakuja kesho, kwa sababu ukiona hayo maono unahisi kana kwamba ukiamka atakuwa ameshapita. Nadhani kuna mtu alishaona na maono kama utanielewa. Yaani unaamka unaanza kuhisi kwamba hivi dunia bado ipo au ilishaondoka. Bwana tusaidie sana. So nilikuwa nimesikia watumishi wale wakilia na wakisema ole wangu kwa maana nimeachwa. Na wakawa wanasema light kama ningewasikiliza watumishi wenzangu waliohubiri injili, walioniambia habari za ujio huu, yamkini ningetengeneza maisha yangu. So niliona kuna lawama nyingi, watu wanaomboleza. Lakini malaika wale walikuwa wanakusanya wale watu eneo moja. Bwana tusaidie sana. Baadaye nikasikia sauti ikisema, haya ndiyo majira yake niliyowaambia nikisema, imewapasa kuwa watakatifu kwa sababu mimi niko mlangoni ninakuja. Na akaniambia kwamba enenda ukawaambie watu wangu ya kwamba aliye na mavazi machafu na aanze kuyasafisha kwa sababu mimi nimekaribia. Nikaona mamia kwa maelfu ya watu wakiacha njia zao mbaya na kumrudia Mungu, lakini ilikuwa ni too late. Baada ya hilo tangazo watu wengi walitamani kumrudia Mungu, lakini muda ulikuwa umekufanyaje? Umeisha. Ambie mwenzako kwamba mrudie Mungu kungali na muda. Mrudie Mungu kungali na muda. Ambie kuna wakati utaomba rehema haitasikilizwa. Na wakati usomba rehema itasikilizwa. Mwambie mtafute Mungu maadamu angali bado anapatikana. Tafute Mungu maadamu angali anapatikana. Baadaye nikaona nyumba za ibada zimejaa watu wakianza kumtafuta Mungu wakati wengine wamekwisha kuchukuliwa. Watu hawakula wala hawakunywa. Walikuwa mle kanisani wamejaa wakidhani yamkini Mungu ataweza kusikia dua zao na kuwalilia. Hata wale waliokataa kwenda makanisani naliwaona wamejaa katika nyumba za ibada. Leo tunawaambia watu kwamba njoo kanisani. Wanadhani ya kwamba utasikia kwamba si wachungaji wanataka sadaka. Hatutaki sadaka yako. Bwana asifiwe sana. Ndio. Wala hakuna pastor anayeweza kutoa account, labda kama ni mwizi, ya kwamba anafanikiwa kwa sadaka kanisani. Hayupo. Never. Hayupo. Na ukitaka kuamini ni kuazimisha nafasi hii kwa muda wa miezi 2 na usio umeajiliwa. Uwe full time minister. Uwe una familia. Sawa tumisho Bwana. Alafu si tutoe sadaka tu, wewe ukusanye sadaka. Alafu utakuja uniambie. Utajua kumbe kazi ya Mungu ni wito. Ila sijui wenzangu watumishi wengine, yamkini wao wanaweza wakabenefit. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo ukisikia mbiu ya kwamba twende ibadani, nenda kabla ya mzee wa siku hajarudi kuchukua kanisa lake. Yes. Imagine wale watu wamejaa kwenye majumba ibada, wana pretend kumtafuta Mungu wakati alishaondoka na watu wake. Mungu atusaidie sana. Amina. Kwa ukiona makanisa makubwa yanajengwa, mengine yanajengwa kwa ajili ya watu wale ambao watakwenda kanisani baada ya kuwa unyakuo umeshatokea. Ili wakajaze makanisa vizuri. Mungu atusaidie sana. Lakini kwa sababu Yesu hajarudi, viwanja vya mpira vitajaza watu, ila sio makanisa. Kwa hiyo wewe ambaye unasikia sauti hii, usifuatishe namna ya dunia hii inayosema kwenda kanisani kupoteza muda. Acha upoteze muda, kwa sababu wengine wataupoteza baada ya unyakuo. Yes. Na muda unaopotea leo sio muda unaopotea, ni muda unaopandikizwa kama mbegu. Ndio. Bwana asifiwe sana. Ndio. Lakini muda utakaopoteza baada ya unyakuo ni muda ambao utakuwa unatwanga maji kwenye kinu, na yamkini sauti yako isisikike. Mungu atusaidie sana.
Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Sema Mungu nikumbuke. Mungu nikumbuke. Utakaporudi kuchukua kanisa. Utakaporudi kuchukua kanisa. Naomba usiniache. Naomba usiniache. Mungu nikumbuke. Mungu nikumbuke. Kuna jambo alisema mzee juzi, Apostle Dunstan Maboya. Alikuwa anatoa ushuhuda wake wa kufunga siku 21. Mlisikia? Anasema amefunga siku 21 akamaliza, Mungu hajasema naye. Akawa na hasira. Amen. Alafu anatokewa na sauti haimpongezi kwamba hongera kufunga siku ngapi? 21. Ila sauti inaanza kumwambia kwamba katika haya yote unadhani hakuna dalili ya ukweli ndani yake? Mungu atusaidie sana. So ukiwa kama leo, jifunze kuwa unafanya analysis ya kuangalia kwamba hizi sauti ninazosikia ndani yangu hakuna hata moja iliyo na ukweli. Bwana atusaidie sana. Then uweze kubadilika. Hakuna anayejua maisha ya mtu isipokuwa mtu mwenyewe. Ndio. Wewe unajijua vizuri sana. Ndio. Na unaweza ukajitabiria kwamba utakwenda au hautakwenda. Kila mtu hapa anaweza kujitabiria. Kwa sababu ndani yako kuna kataasisi kama Mungu kamepandikizwa. Kuna halmashauri wa dhamiri. Anasema dhamiri zenu zisipowashtaki, mna ujasiri mbele za nani? Mungu. Kama dhamiri ni kengele ya Mungu, inaweza kukupa alert ya kwamba sikiliza, hauko sawa ama uko sawa. Kwa nini usifuate? Mungu atusaidie sana. Amen. Na inakujulisha kabisa kwa maisha yako ni ya uzuri. Umekuwa unajificha. Kuna dhambi za siri zifanya nyingi ambazo pastor hawezi kuziona, rafiki hawezi kuziona. Na hii ni injili ambayo hutaisikia makanisani. Watu walishamaliza hizo. Oh my God. Na wanasema kwamba hizo ni historia kwamba Yesu arudi, hata rudi, tumemsubiri sana. Yesu kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa. Nuhu alijenga safina kwa miaka ngapi? 120. Ndio. Mungu atusaidie sana. Watu waliishi wakafa, gharika haijaja. Wakamtukana na kumbeza kwamba ulishaona wapi gharika ikaja jangwani? Hawa watu walikuwa jangwani, kumbuka, hawajai kuona mvua. Oh my God. Wala mafuriko, sio kama Dar es Salaam. Alafu nabii anasema kwamba kuna gharika linafanyaje? Linakuja. Akaanza kujenga safina, kitu ambacho katika vitabu na historia hapajawahi kuonekana safina ikielea juu ya maji tangu ulimwengu kuumbwa. Ila wakati wanadharau, one day gharika ilifanyaje? Ilikuja live. Anasema Mungu akamwambia Nuhu, funga mlango wa safina, akaufunga. Hapo ndipo maandiko yanasema kwamba watu walikuwa wanagonga mlango wa safina wakisema Nuhu tufungulie, Nuhu tufungulie, lakini Nuhu hakuwa na uwezo wa kufungua mlango. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo maadamu mlango uko wazi na kuna tangazo na kuambia kwamba njooni, ingieni kwenye safina, please usikatae. Amen. Amina. Nyoka walisikia sauti wakaingia. Tembo wakaisikia sauti wakaingia. Mbuzi wakaingia, ila wanadamu hawakuingia. Kwa hiyo mambo ya Mungu itakufanikiwa, jifanye mjinga. Ndio. Si kila kitu ujue sana ku reason. Amen. Ndio. Yaani hata kama huna evidence, wewe jifunze kwenda. Ndio maana Wakristo tunafananishwa na kondoo, sio mbuzi. Kondoo mmoja akiruka mahali, wengine wote wanafuata wanaruka. Amen. Kwa hiyo Bwana kusaidie sana uwepo katika hao watakaochaguliwa. Yesu asifiwe sana. Amina. Baada ya hayo nikasikia sauti ikasema, sasa falme za watu zimekuwa falme za Mungu, naye atatawala juu ya uso wa nchi. So haya ni maono mafupi niliyaona na nimeambiwa nikwambie. Amen. Uliye mtakatifu endelea kujitakasa. Bwana asifiwe sana. Unatenda dhambi, ukisikia sauti ukabadilika, jifunze kubadilika. Ila ukishindwa, endelea kutenda dhambi. Maana Yesu hajawahi kumshika mtu na kumlazimisha awe mtakatifu. Bwana asifiwe sana. So naomba tusimame kwa muda mfupi kidogo. Tufanye maombi haya. Na maombi haya mwambie Bwana, ninaomba unikumbuke. Nikumbuke Bwana. Ninaomba unikumbuke utakaporudi. Na kama kuna mahali unasikia moyo wako kutengeneza, you can do it right now. Have mercy on me, O God. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu,
ujumbe ambao ulinionyesha nimeufikisha kwa watu wako. Ninaomba utusaidie. Umesema ya kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Yamkini kuna maeneo mengi sana tunaukosea na wala hatufahamu. Oh yeah. Tunaomba rehema zako Bwana Yesu. Tunaomba rehema kama kanisa, kama watumishi, kama Kristo. Kila mmoja anasikia sauti hii. Oh yeah. Ninaomba Bwana ukapate kumimina kipimo chako ambacho ni cha rehema, ambacho umesema rehema zako ni mpya kila asubuhi. Oh yes. Yuko mmoja amekuja ibadani siku ya leo, lakini moyo wake unauma. Moyo wake unaomboleza kwa sababu ya maisha aliyokuwa anayaishi. Akikumbuka mambo aliyopitia, hataki hata kukumbuka. Tunaomba toba, rehema kwa kila mmoja. Oh yeah. Hakuna aliyepo kujihesabia haki mbele zako. Yes, Lord. Wala hayupo anayeweza kusimama mbele zako akajipa credit ya kwamba ni mtakatifu. Maana wewe ni mtakatifu kiasi ambacho mwanadamu akutazama yeyote huanza kuhukumiwa kwa dhambi na maisha yake mabaya. Ninaomba kama kanisa utukumbuke Bwana Yesu. Oh yes. Utukumbuke, tufanye kuwa bibi harusi watakatifu uliowaandaa kwa ajili ya siku hiyo ya mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Linaweza kufichwa mbele ya macho yetu tusifahamu. Tunaweza kufichwa tusifahamu siku wala saa, lakini wale uliowapa alamu ya Roho Mtakatifu wataitambua siku, saa na nyakati ya kwamba wewe uliye bwana harusi umekaribia kulichukua kanisa. Tupe neema ya kujitakasa, tupe neema ya kuomboleza, tupe neema ya kutafuta uso wako. Oh yeah. Tusaidie maisha yetu, mavazi yetu uliotukabidhi tuyafue. Oh yes. Tuyafanye kuwa safi kila wakati. Somebody pray. Omba kumaanisha. Yipa. Pray. Bwana turehemu. Mwambie Bwana akurehemu. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana maisha yako ayatengeneze. Mwambie Bwana atuhesabie haki kwa ajili yake mwenyewe. Kwa ajili yake mwenyewe. Mwambie Bwana kumbuke rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Katikati ya ugumu kumbuka rehema. Katikati ya hasira Bwana akumbuke rehema. Rehemu nchi ya Tanzania, rehemu makanisa, rehemu mwili wa Kristo. Watu wamejichafua. Kanisa lako, makuhani wamekuchafua. Makuhani wamechafua mavazi yao. Wala hakuna anayejari. Lakini wewe ni mwingi wa rehema, unayeweza kuturehemu kwa sababu yako mwenyewe. Tunatubu Bwana Yesu kama kanisa. Tunatubu Bwana kama kanisa. Parima sushia kapa. Berima soprakata. Zelendili ikradia shuska pahata. Belika mosa hata. Renoshka paharia basuza. Visushia paradia satesh. Rekepeske telikradia barosh. Memosa patati ya daradia so. Inomo kopa ya satapa. Yeyote unasikia sauti hii, mlingane Bwana right now. Mwambie Bwana kusaidie. Mwambie Bwana akupe kibali. Mwambie Bwana kurehemu. Mwambie Bwana afute uovu wako. Mwambie Bwana leo unaweza kuanza upya. Mwambie Bwana muahidi ya kwamba utajitahidi kutembea katika njia yake. Muahidi Roho Mtakatifu ya kwamba unaacha hiyo addiction, hiyo dhambi ya siri ambayo umedumu kuifanya kwa miaka mingi. Wengine miaka 7 umekaa katika hali hiyo. Leo Bwana nataka utoke mahali hapo ulipo. Leo natamani uhamishwe kutoka mahali hapo ulipo. Kuna mahali shetani amekuketisha na amekutia moyo kwa sababu watu wafahamu, ukaendelea kupaishi mahali hapo. Lakini Roho Mtakatifu anasema amekuwa na kutazama kwa muda mrefu. Umeketi mahali hapo pasiri ukidhani yeye hafahamu, lakini amekuwa na kutazama. Na leo ameleta ujumbe kutoa mahali hapo ulipo. Anatafuta watu watakaoisikia sauti yake na kuweza kubadilika, watakaoisikia sauti yake na kuweza kugeuka, watakaoisikia sauti yake na kuweza kutoka kwenye huo uzinzi, watakaoisikia sauti yake na kuweza kuacha matendo mabaya, watakaoisikia sauti yake na kuweza kuacha njia zilizo mbaya. Parepesia batusha rekatosa yabaha ekushia parada satida remesivra katushia baradia. So may your blood speak. Damu yako Yesu ikanene mema juu ya maisha yetu. Damu yako Bwana ikanene mema juu ya maisha yetu. Kumbuka rehema juu ya watu wako. Kumbuka rehema juu ya kanisa lako la Tanzania. Kumbuka rehema juu ya kanisa lako duniani. Tupe nafasi nyingine. Tupe nafasi ya kutazama uso wako.
tupe nafasi ya kuvaa mavazi mataua, mavazi matakatifu. Wape Bwana kanisa lako karama ya utakatifu, zawadi ya utakatifu. Aliye katika shimo la dhambi na atoke huko ndani. Aliye katika shimo la ukengeufu atoke huko ndani. Aliyetupiwa roho ya kuipenda dunia na mambo yake atoke huko kwenye hilo shimo. Wakati shetani anatamani kuweza kuvuna nafsi yake, malaika na Roho Mtakatifu wakaivune nafsi yake. Wakati shetani anamtamanisha kwa uzuri wa mambo ya dunia, Bwana ukapate kutamanisha kwa uzuri wa mambo ya mbinguni. Tusaidie kanisa lako, tusaidie kanisa lako. Rehemu watumishi wako, rehemu kanisa lako. Yesu paataba rekushia tayabariados esuta paata shekomo osipapa reko shaka pariada satata lene eseleketia baradia soto makopo oshia paradia etelika sokopo mekoshka paatosa reketia abariadosiata shaketele ediaba sopa bareketiskopa atusha veseketia baradia soko o shikopo rakatosha yada remesikitidia meketoshka paatorabasakapa meko sahasa meko hasasasa hata stasha rekesketi itiada mendomo osia pardia ereketia basakapa. Anza kumshukuru Mungu right now. Mwambie Bwana asante kunihesabia haki. Asante kunihesabia haki. Asante kufuta makosa yangu. Mwambie Bwana asante kuweza kurehemu. Mwambie Bwana asante kukupa mwanzo mpya. Anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amesema yeye uzificha dhambi za watu nyuma ya mgongo wake. Ana tabia kuzipa kisogo dhambi za watu. Bwana mwambie asante kurehemu. Ninaona bakuli la rehema likiwa katikati yetu. Ninaona bakuli la rehema likimiminika juu ya watu. Ninaona mavazi mapya watu wakivikwa sahihi. Ninaona wewe uliyekuwa na vazi chafu, Bwana anakupa vazi jeupe. Ninaona watu wakipokea mavazi right now. Mungu anatupa mavazi mapya ili tuanze kutembea pamoja na yeye siku ya leo. Bwana anasahau yote uliyopitia. Anakupa mwanzo mpya na yeye. Anakupa neema na kuhesabia haki kwa ajili yake mwenyewe. Anakumbuka damu ya mwana Yesu Kristo ilivyoweza kulipa deni lako. Jipe nafasi ya kuishi maisha matakatifu. Mshukuru Mungu mtu mmoja. Mwambie Bwana ninakuahidi nitatembea katika utakatifu. Natembea katika utauwa. Mwambie Bwana akusaidie. Sheporodo sakapa. Akumbuke ndugu zako, wazazi wako yamkini bado wako dhambini. Nikapo okopata yaba. Unaweza kuokolewa wewe lakini ndugu zako wakangamia. Mwambie Bwana neema ya wokovu kwa ndugu zako. Mwambie Bwana ombea familia yako. Kama unaweza kutaja baba yako, mama yako, ndugu zako, shangazi, mjomba, nao ombea ndugu zako. Mwambie Bwana naomba neema wokovu katika familia yangu. Hii ni jioni, tuko nyakati za jioni. Bwana akumbuke familia yako. Bwana akumbuke familia yako. Pareboshia patapa. Wote unaowapenda Bwana wakumbuke. Wote unaowapenda Bwana wakumbuke. Wasipotee katika jina la Yesu. Wasipotee katika jina la Yesu. Waziache njia zao mbaya. Wamgeukie Yesu. Wanaposikia sauti hii, huko waliko wako akina Musa. Katika miji wanaokaa, iwe ni Moshi, Mtwara, wako akina Musa. Wako akina Yohana wanaohubiri injili ya toba. Hawasikilize hao, maana aliyekufa hawezi kusema habari za Bwana. Oh my God. Baroshia baadia satatesh. Oh my God. Ero Mtakatifu tusaidie. Oh my God. Hata unatazama kwenye mitandao, omba toba, mwambie Bwana utengeneze pamoja naye. Iko wakati Bwana ameachilia wakati wa toba na rehema. Bwana akusaidie right now. Shebala ada sopatish. Rekopo oshipaladas. Berikapa atabarada. Jeno osia tabaria shuska. Thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu kutuhesabia haki. Asante kwa kuweza kutupa nafasi. Tunakushukuru kwa sababu kila mmoja umempa nafasi mpya. Ile hati ya mashtaka haitakuwepo. Kuhukumiwa ndani ya nafsi hakutakuwepo. Umetupa nafasi mpya. Umetupa wakati mpya. Yes Lord. Ukiwa umesimama mpige Yesu makofi sana mahali ulipo. Ongeza makofi kwa ajili ya Roho Mtakatifu.
Ongeza makofi kwa ajili yake.